Ukimkuta mtu hana mafanikio, sio kwamba hana bahati, sio kwamba Mwenyezi Mungu yaje ambariki, sio kwamba wewe ni bora zaidi. Mara nyingi hao watu ni wamekata tamaa. Mimi naongea ukweli kabisa, kwa sababu mimi nafahamu vitu vingi, sitakigi tu kuongea. Mara nyingi hao watu wamekata tamaa. Kwa sababu gani? Unakuta hawana connection yoyote, sio serikalini, sio kwenye familia. Hana mtu wa kumsupport. Sometimes unakuta hata ndugu yake mwenyewe amefanikiwa, lakini anashindwa kumsupport. Amewadharau ndugu zake. Yeye ndo amefanikiwa, yeye ndo ajiona ndo yuko juu kuliko watu wengine. Unakuta mtu hana support, hana connection yoyote labda kuongea naye, hana mtu mwenye jina labda anaweza kumuinua. Na watu sio kama wana ndoto, wana ndoto kama wewe tu za kufika huko, lakini unakuta mara nyingi wamekata tamaa. Na mara nyingi watu kama unakuta tu hapo tu wanajaribu kuishi kila siku. Nikisema kujaribu kuishi, maana yake unakuta wanapambana tu, na mara nyingi wao ndo wanakuwa kwa perfect kubeba majukumu ya kifamilia, wanasupport familia na wanafanya kazi kwa bidii. Jambo lote kimgusia maskini ya Mungu, unakuta anaamka na kulisupport. Wameamua kupambania familia zao tu, sio kwamba ndoto hawana. Ni wamechoka tajiri, wamechoka, wanakosa support, wanakosa connection. Sisi tunashindwa kusapotiana sisi wenyewe kwa wenyewe. Mimi nimeona familia nyingi watu wanapambana, mtu ajipambania tu, ameona kitu chake cha muhimu, support tu familia yake japo kwenye udogo. Sio kwamba yeye ndoto hana. Ndio maisha yetu ambayo yenye uhalisia. Sasa ukikutana mtu design hiyo, usidharau, jaribu kuishi kwa upendo, kwa sababu na maisha ni yana mwisho. Sio kwamba utaishi milele. Jaribu kuishi, jaribu kuwapa watu elimu, kwa sababu wengi walifanikiwa sio kwamba ni best, ni wamepata elimu. Na mara nyingi kitu nataka nikupe leo siri, ambao unaona wako juu na wewe ambao huna kitu, sio kwamba mnatofautiana nini, ni watu wale wale, isipokuwa yeye ana maarifa zaidi, ana watu ambao wanamsupport, ana watu connection nzuri. So that's why naambia kila siku, mafanikio ya kwanza ni maarifa na watu. Jitahidi sana ujue vitu vingi, usiwe mjuaji. Jitahidi sana kujifunza vitu vingi. Kubali kwa sababu unajipambania. Sawa Sisi maskini mtaji wetu ni uaminifu, heshima, watu. Basi hatuna kitu kingine. Unafanikiwa. Cha muhimu, hata kama ukifanikiwa, ishi kwa upendo, mpende kila mtu, utafanikiwa. That why hata mimi naishi hivyo kwa sababu ninajua. Ndio maana kutamini humble, sina ustaa, sina majivuni, ninapenda kila mmoja ni mwenye mafanikio.